Zamani za kale katika msitu mkubwa na wa kijani kibichi, aliishi simba mvinaye mrefu mvinaye busara aliyeitwa Baratsri Mufasa. Mfalme wake ilikuwa vinaye amani, wanyama wote walimheshimiana msitu iliyojaa furaha. Kila mmoja alijua kwamba chini ya utawala wake hakuna amani vitani milele. Lakini hakukuwa na utulivu milele ndani ya vivuli vya giza. Mvuvi aliyeitwa Yarak alihisi vifuna shiki. Mufasa lazima angamie ili miminiwe mfalme. Yarak alihisema kwa hila. Kwa iyanya alikisana yesi lake lene mwa mvitu wakali mviewe mjanya na dima mvinaye kasi. Siku moja walimvamia Mufasa kwa ghafla. Ingawa Mufasa alipigana kwa nguvu alisalitiwa na moja wa washirika wake na kiongozi wa chini. Yarak inaweza kushinda leo lakini hakudaima itashinda. Mufasa alipaza sauti kabla ya kutoweka msituni. Lakini Mufasa hakufa. Alikuwa amejeruhiwa vibaya lakini aliendelea kuishi. Katika miaka iliyofuata alijifunza akawa na hekima na nguvu zaidi. Nitarejea na nitarudisha haki, alijiapia. Miaka ilipita na hatimaye Mufasa alirejea akiwa na washirika wake waaminifu, Dharma mvuvi mvinaye nguvu, Chiti dima mvinaye kasi na faida mviewe mvinaye macho makali. Wote walijiandaa kwa vita vya mwisho dhidi ya Yarak. Wakati Yarak alimwona Mufasa, macho yake yaliwaka kwa hofu. Haiwezekani. Mufasa bado hai. Vita vya mwisho vilianza. Dharma alikaniacha askari wa Yarak, Chiti alikimbia kwa kasi na kiongozi madai wake na hatimaye Mufasa alisimama mbele ya Yarak. Ufi wako inafika mwisho leo. Kwa pigo moja kali la maisha yake Mufasa alimaliza utawala wa giza wa Yarak. Yeye mvuvi alianguka chini na haki ilishinda. Msitu ilirejea kwenye amani yake na Mufasa akarudi kwenye kiti chake cha enzi. Muda wote haki itatawala milele. Baratsri Mufasa ataishi milele.